Tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa namna ya pekee ambavyo amemtumia daktari kwa mada ya msingi sana. Na mimi nilikuwa sijui namna ya kumhudumia mtu aliyepatwa na kiharusi ama hiyo stroke kama alivyosema hapa. Na sasa nimeelewa kwa nini wengi wanaotunza walio na changamoto ya kiharusi wanakata tamaa mapema sana kutokuendelea kuonyesha upendo kwa hawa watu. Na leo tumesaidiwa vizuri sana. Na nisikilize kwa umakini rafiki yangu. Usimnyanyapae na kumdharau mwenye kiharusi. Ni kwa kuwa leo tu upo na afya fulani hivi imara, alafu akili na kuaminisha kwamba utakuwa hivyo. Sahau. Simaanishi wote tutaugua kiharusi dunia nzima, sina maana hiyo. Ila kwa sababu dhambi iliingia hivi, unaelewa huo mwili ulionao sio wa kwako. Yaani hapo ulivyo sio wewe kwa asili, sio wewe. Hata malaika wakitutazama shangaa. Yaani wewe tu unavyojiona, sisi wanadamu wenzio tulioharibiwa na dhambi tutakusifia mambo yafuatayo. Uko smart, uko handsome boy, uko beautiful. Yaani si ni pisikali, maneno mengi tutakusifia hivyo. Na unajua dhambi imetufanya alafu ikatuachia madhara ya kuamini. Tunavyoonekana leo ndivyo uzuri tulioumbwa nao. Nataka nikuambie jioni hii, yaani wewe ulivyo leo sivyo ulivyokuwa. Mimi nilivyo leo sivyo nilivyokuwa kwa asili. Sasa kabla ya dhambi nilikuwaje? Sasa usiniulize, muulize Mungu aliyeniumba. Yaani tafsiri yake ni kwamba lakini ukapatwa na magonjwa yanayokufanya kuwa mwenye mahitaji maalum. Tafsiri yake ni hii: wakati apatikanapo mtu mwenye shida kwenye jamii na Mungu akakupa neema ya kumlea na kumtunza, usimnyanyapae. Wengine wananyanyapaa ndugu zao. Wengine wapo wagonjwa majumbani, huu ni mwezi wa 3, hajawahi inuka kitandani, anaumwa. Kila huduma anajihudumia mahali alipo. Ndio maana katika mikutano yetu hii ya Tumaini la Uzao wa Nabii Ibrahim, walioandaa mkutano huu waliamua kuleta madaktari siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Madaktari ambao watatibu, watapima magonjwa bure. Na ikiwa kuna uwezekano wa kupewa dawa, watapewa watu dawa bure. Nisikilize kijana, hasa naomba niongee na vijana ambao ndio taifa la leo na taifa la kesho. Takwimu inaonyesha kuwa miongoni mwa vijana 20 au vijana 10, bahati mbaya sana, kati ya vijana 10 hadi 20, vijana 6 ni wagonjwa serious kabisa. Zamani iliaminika waliokuwa wanaugua magonjwa yafuatayo ni hao wenye sifa zifuatazo: kwanza, watu wazima; pili, matajiri. Waliokuwa wanaugua ugonjwa wa kisukari iliaminika ni watu wazima ama matajiri. Ndugu zangu wapendwa, siku hizi hata kijana mwenye miaka 18 na chini yake ameugua kisukari. Zamani iliaminika wanaougua magonjwa kama tezi dume ni wazee wenye miaka kuanzia 75, 70 kwenda mbele. Lakini siku hizi kijana mwenye miaka 27 ana tezi dume. Iliaminika waliokuwa wanaugua kansa ni watu wazima wenye miaka 80 na kuendelea, maana seli zao zinakufa. Leo nenda Ocean Road, hutaamini, unakutana na kijana mwenye miaka 30
kwenda 35 kwenda 40, yuko serious, anaumwa kansa. Kama si kansa ya utumbo, basi ni kansa ya ubongo. Kama si kansa ya ubongo, basi ni kansa ya mfumo wa uzazi. Yaani kwa ufupi, dhambi imetuchafua. Yaani tulivyo leo sivyo Mungu anavyotujua kwa asili. Leo tunatofautiana, kuna mrefu na mfupi. Lakini huenda kabla ya dhambi hapakuwa na wafupi. Na kila mmoja wao anajisifia engo yake. Ukiwakuta wafupi wamekaa wamekusanyana wafupi bwana. Ukiwakuta wafupi wamekaa wafupi kwa wafupi, na wao wanajinasibu ni wa maana sana katikati ya jamii. Nani wabishi wafupi? Ukiwakuta warefu na wao wamekaa engo yao wanaolingana, na wao warefu kwa asili sio wabishi. Ila tatizo la warefu, wanaamini hivi wanajua kila kitu. Yaani ndio shida yao. Kwa hiyo mwanaume mmoja alioa kamama kafupi hivi. Na zamani niliamini wanaume wote warefu wana nguvu. Kumbe bwana, usitishwe na urefu. Sasa yule mwanaume, tukienda zetu shule asubuhi kila siku, tunakuta yule mwanaume anafagia uwanja, anaosha vyombo. Tukiwa ile wakati wa mapumziko saa 4 break, ukitoka shule unakimbia nyumbani kwenu kwenda kunywa uji, rudi unakuta mwanaume kabeba mtoto, na mtoto analia, mwanaume anabembeleza. Sasa siku moja tunaenda shule asubuhi, nikaona yule mwanaume anachapwa viboko. Sasa mimi nikasimama nikasema, inakuwaje mwanaume anachapwa na mwanamke? Basi huyo mwanamke anayemchapa, mwanaume ni mrefu, giant, mzee mmoja hivi, mwanaume fulani hivi, lina mabavu hivi, ila kanakomtesa kamama kafupi tu hivi. Sasa akawa akienda kwenye vikao vya wanaume. Siku moja tumevamia kambi wavamiaji, na sisi tukavamia vikao vya wazee kijijini kwetu. Sasa mimi nikaenda kukaa na baba yangu. Huwezi kuvamia mikutano ya watu afu kakae na baba wa mwingine. Kaa na baba yako, kitokea lolote baba yako anakusaidia. Sasa nimekaa, wakaanza kusema wanaume tayari suruali imefika. Sasa mimi nikajiuliza, suruali imefika? Nikamuuliza baba, hawa wanamaanisha nini? Akasema, unamwona ule mzee anayekuja, yaani pamoja na urefu wake wote anateswa na kamke kake ni kama mwanajeshi kafupi hivi, kana msurubu. Bwana, si yule mwanaume naye kaenda kufundishwa na nani bwana? Kumbe kuna wajinga nao wanapataga walimu wao. Siku moja kakavizia, sali kanywesha nini kale kamama usiku. Sasa tunaenda shule, mwanaume anatamba hapo, anazunguka kashikilia kiboko, na anatoa matangazo, asipokea kipigo, kamefungwa kamba. Bwana, kumbe mwanaume naye alipata mwalimu akumfundisha namna ya kushughulika na kama mtu kafupi. Nataka nikwambie hivi, urefu na ufupi ni matokeo ya dhambi. Siku tukiokolewa tutarudi kwenye asili yetu. Wanatheolojia, yani elimu Mungu, wanakadiria kusema Adamu alikuwa mrefu si mikono futi 15, si urefu kwenda juu si futi ngapi. Hayo ni makadirio yao walio nayo, lakini ukweli ni huu: dhambi imetuathiri. Kama wewe leo sio mgonjwa wa stroke, basi kuna tatizo lako jingine uko nalo, ni vile halijatokea. Kwa hivyo ukipewa neema ya kutunza mgonjwa yeyote, mtunza dhaifu, ni kwamba ni wewe unayeumwa, na Mungu atakufanyia wepesi. Kwa hivyo mama, asante sana daktari, lakini tumekumbushwa jambo la msingi sana. La mwanaume ni nani katika familia, kaya na familia. Na wanaume wote wa mji huu wa eneo letu hili la Changwahela, leo tunatamani tuwaombee. Kuna wanaume kwenye mji huu wanapokea kipigo majumbani mwao. Yaani akitoka mbele ya wanaume wenzake tu ni mbabe, akirudi nyumbani jioni kimya kama hakuna mwanaume. Na akifika nyumbani anatembea taratibu, ila mitaani utasikia mimi ndio mwamba bwana. Yaani nikitia timu hadi mbwa wanakimbia. Isiwe taabu. Mwambie bro, nataka nikusindikiza hadi kwa mkeo. Akifika na jibehave kama wa kiroho sana, yani kama ni Muislamu kweli, Mkristo kweli. Utasikia jamani taratibu, karibuni nyumbani. Kumbe anajua mitaani anakuvimbia, nyumbani kuna anayemvimbia. Ila kuna wanaume huenda kwenye mji wetu huu,
wana struggle kwenye maisha, wanapambana. Bahati mbaya katika kupambana kwao waliwahi kutamkiwa maneno ya laana. Kila wanachogusa wafanikiwi, kila wanachofanya kinakufa, kila wanachotenda kinaharibika. Ni wanaume wanaodharauliwa. Wengine hata wamepewa majina ya kushusha heshima yao. Wengine wanaitwa wanaume tu majina fulani, wewe ni mwanaume suruali tu na lolote. Nataka nikwambie rafiki yangu jioni ya leo, unaweza kuitwa hivyo mwanaume suruali, lakini Mungu aliyekuumba ana uwezo wa kurudisha heshima ya wanaume wako, heshima ya ubaba ulio nao. Inawezekana mkeo amekudharau ni kwa sababu tu ana ajira. Kina mama sikilizeni, usimdharau mwenzi wako ni kwa sababu tu ya hali ya uchumi. Usimdharau, mshukuru Mungu amekupa wewe neema ya uchumi ili familia yenu ijengwe. Kwa hivyo ukiona mumeo alikuwa mwajiliwa, amepitiwa na panga la vyeti visivyo stahili, wewe kwenye vikoba vyako sasa una milioni 7, usingoje mumeo ataabike hadi unamtishia, unamwambia mwaka huu utatembea pekupeku, usiponisalimia kila siku asubuhi upate hata jero. Sasa mama, yani haya ulishasalimiwa asubuhi. Hivi nyewe wanandoa nikuulizeni maswali. Hivi wanandoa huwa mnaona raha sana kusalimiana shikamoo mume wangu asubuhi? Huwa mnaona raha sana Anakuuliza wewe. Hivi wewe uogopi? Yini unajua ile kusalimiana shikamoo mume wangu, sina maana kwamba naharibu makabila ya watu. Nisikilize hapa. Kuna uoga wa kinafiki kwa baadhi ya wanandoa leo. Anajifanya mnyenyekevu kwa mume wake, kumbe kamejawa na unafiki. Sikiliza mwanandoa, mfanye mkeo kuwa rafiki yako. Acha kumfanya mkeo kama muuza madawa ya kulevya akakamatwa na polisi. Itaneni majina bana mepesi. Bwana. Yaani kama mmeo anaitwa Elisha au Elia, fupisha jina, ita Eli. Yaani fupisha. Sasa wewe mmeo anaitwa Elisha, na yani mitaani anaitwa Elisha, akirudi nyumbani Elisha. Kuna tofauti gani sasa? Tafuta kajina baby. Hata kama hawaiti Ensamboi, anamwambia Ensamboi wa mji umetia timu nyumbani. Yeye ni mwanaume. Na kama mkujua wa mama, wanaume mkitusifia vichwa vikiwa vikubwa, unakula hadi vya silini. Tachapwa vitenge mara kesho waksi, yani unapigwa tu, unaletewa vile viatu vya bajaji mwendo kasi vile vya kwenu vile vinavyowasaidia kwenda kwenye vikoba haraka. Yani wewe tuite jina zuri tu halafu tupetipeti. Nakwambia utakula vya sirini. Sasa wewe jifanye mjuaji. Mumeo anaitwa Masanja, akija na huku Masanja njoo hapa, wewe mtafutie kajina. Fupisha jina. Kama anaitwa Masanja muite Masa. Mwite fupisha. Unamlinganishaje mmeo na jina la wananchi tu? Tafuta la kwako. Alafu asubuhi na wewe acha kusalimia shikamoo mume wangu bwana. Mpige mambo. Mshikaji, hata ukimuita mshikaji. Unajua neno mshikaji linajenga bondi kubwa mno ya ndoa. Au mkiamka salimianieni salamu za kishikaji. Tena kuna ndoa moja nilienda, asubuhi tulipoamka, jamaa anamsalimiaje mke wake? Mke anamsalimia mume wake, akasema Msela mambo vipi? Kwa kweli mimi nilichanganya siku ya kwanza. Sema Msela. Unajua jamaa alijibuje? Kichaa wangu niko vizuri vibaya mno. Yeni ndo wako hivyo, na sasa wana watoto hawa. Wana amani wale jamaa. Yeni ukiwakutana nao njiani, umri umesonga, ila eji yao ukiwatazama utafikiri walizaliwa miaka ya 90 kama vijana wa 2090 hapa. Unajua majina yao hawaitani majina makubwa. Sio asubuhi shikamoo mume wangu, shikamoo mke wangu. Tafuta jina, msalimie tu, mambo vipi baby, umeamkaje? Tena usiite baby tu kama wengine wanavyoita. Ita kwa kuvuta, baby vipi baby. Mjaze, ukishamjaza tu upepo, mbona unazichomoa mfukoni nyepesi? Wanaume nawatia moyo, ninyi ni wa maana sana. Sema mwanaume, onyesha wanaume wako. Acha kuja kukoromea mimi ndio baba. Baba asifi kwa sauti ya bezi.
Baba anasifiwa, watoto wanakula pamba kali mtaani. Yaani wakitokea na kwa taarifa yako mwanaume, elewa, kwa kawaida baba wewe ukivaa hata nguo chafu hatuna shida na wewe. Yaani sisi hatudefine mafanikio ya familia yako kwa muonekano wako tu wa nje kwanza. Tunataka tuwaone watu wa nyumbani mwako wakoje. Wewe mwanaume uone aibu. Tangu umeenda kuchumbia, binti mwenyewe ulimuoa, mkeo mpo kwenye ndoa miaka 20 na ulimuoa bure, walikuhurumia ukutoa mahali. Na wewe hata uone aibu. Kitenge alichonacho mkeo kimechanika, viraka vinaulizana, ulipanga kwa muda gani? Anasema na miezi 6. Mpeleke, nenda pale, nenda mjini pale Kariakoo, vitenge buku bro. Buku, mwanaume buku, kitenge buku. Wanaume mbona tunaangishana wanaume? Kila siku dada anabadilisha dela ni lile lile. Mwanaume usifii kwa sauti. Mwanaume unasifiwa kazi. Ukitia jioni nyumbani kwenu, nyumbani kwako, watoto watasema dadi kaja, dadi dadi pole. Huyo ndo mwanaume. Mwanaume ambaye akiamka asubuhi, mwanaume yeye kuvaa kiatu kimoja miezi 6 sio shida. Ila mwanaume mwenye nguvu ni yule anayemtanguliza mke wake, anaenda mbele. Mke wake kapiga pamba, usijali kwamba mkeo hana shepu, ni wewe mwenyewe ulichagua, hakuna aliyekulazimisha. Wewe ungetulia tu, maana uliwahi. Yaani ungetulia tu, siku moja hivi baba angekuleta huyo mwenye shepu. Ila ni wewe ulipoona jamaa yako kaoa na wewe kielele kilikupeleka lesi. Kwa hivyo rizika na mkeo. By the way, jana tulisema hivi, kama sio juzi, hivyo unajua mkeo ni mzuri hafananishwi na mwanamke mwingine. Hata hako ambako akana shepu unaweza ukafanyisha akapata shepu. Ni rahisi tu kafanyishe mazoezi ya kuchuchumana, kupanda, kuchuchuma. Mbona shepu inakuja mwanaume? Sasa acha kutoa macho. Pambana na hali yako na inawezekana. Wanaume wote simameni tuombe sasa, wanaume peke yao. Leo ni zamu ya wanaume tu. Wanaume mlioko nyumbani simameni tuombe. Leo tunaombeana, tuna matatizo, tunajijua. Tunalala too late, tunaamka mapema. Mungu atutendee mema sana. Mungu wetu mtakatifu, mfalme wa mbinguni, jioni ya leo tunakuja mikononi mwako. Tunawaleta wanaume wote, kina baba walioko katika familia zao. Wengine hata muda huu wapo katika sehemu ya kazi zao, wanapambana kwa ajili ya mafanikio ya familia zao. Wengine wamedharauliwa na kuchekwa na kuonekana si wa maana katikati ya watu. Lakini jioni hii ninaomba Mungu kwa ajili ya kilio cha mwanaume mmoja fulani hivi ambaye ni mja wako na mfahamu, anapitia vilio vya maumivu, anatamani aondoke kwenye nyumba ya kupanga ambayo sio yake, aende mahali anunue kiwanja kwa ajili ya familia yake, na anapambana usiku na mchana ili asimame kiuchumi. Mungu wangu na mfalme wa amani, kwa kuwa mwanaume anawakilisha kuhani mkuu, kama tulivyoambiwa na mtumishi wako Daktari Kihila ametueleza ya kwamba mwanaume ni kichwa anayesimama kwa niaba ya kuhani katika familia. Ninaomba baraka juu ya wanaume katika mji wetu wa Changwahela. Fungua neema juu yao, watendee mema tangu jioni hii. Mtazame yule baba anayesumbuka kwa ajili ya watoto wake. Mtazame yule baba anayesumbuka mke wake anaumwa, anajitafutia mali ili tu mke wake awe na afya njema. Mikono yako ya baraka na urithi wa uzao wa Ibrahimu ukawe juu ya wanaume wote katika mji huu, na neema yako ikatende kazi ndani yao. Wale walioko katika nyumba zao watetee Mungu. Wale walioko katika kazi zao watazame mfalme. Wale wanaopambana jioni ya leo, shikamanisha mikono yao kabla jua lijazama. Wapatie neema ya baraka, wapatie baraka mikononi mwao, wapatie chochote kitakacholeta faida na kicheko katika familia yao. Baba, jioni ya leo Mungu wetu, ninaomba baraka juu ya mwanaume anayechekwa juu ya kutokuwa na watoto. Ninaomba mwaka huu unapoisha, mwakani majira kama haya, mwanaume yule aliyedharauliwa ufike wakati wake wa kuheshimiwa. Neema yako inatosha. Baraka zako ziwe pamoja nao. Walinde watu wako na kuwainua, na mapenzi yako yatimizwe katikati yao, kwa jina la Masihi
aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Wale marafiki zangu wageni, nione kama kuna wageni wamekuja jioni ya leo. Nione kama kuna wageni simameni. Wale marafiki zangu wageni, kama kuna wageni wamekuja simameni. Wow, Mungu awabariki sana. Sasa njooni huku sasa niwape zawadi. Wale wageni, kama ni rafiki yako, wewe ni mwenyeji umemleta mgeni, itakuwa vizuri sana wenyeji tuwashike mkono marafiki zetu wageni, halafu tuje nao hapa mbele. Shike mkono jirani yako, mgeni wako uliyemsindikiza. Mungu akubariki rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Wageni wote njooni. Wale ambao mmefika leo, natamani niwape zawadi. Na zawadi yetu ni zawadi kubwa mno kuliko hata fedha. Fedha unaweza kupewa leo, lakini nataka nikuambie baada ya muda mfupi fedha inapotea. Lakini zawadi ya hiki kitabu kinachoitwa Jipatie Amani Moyoni, hii ni dhahabu iliyosahaulika kwa wanadamu, lakini leo itapita mikononi mwenu. Nataka niwahakikishie marafiki zangu wageni, wakati ninawasubiri wengine wasogee, atakayepata muda akasoma hiki kitabu kwa uaminifu, siku moja nikikutana mimi na wewe, utaniambia kwamba ni kweli ilikuwa ni dhahabu safi. Ndani ya hiki kitabu utajifunza mambo mengi. Kwa mfano, ile sura ya 9 ukurasa wa 58 kuna mada inasema kazi na maisha. Alafu kuna nyingine nasema jinsi ya kushughulikia mashaka ulionayo. Alafu sehemu nyingine kipimo cha wanafunzi na namna ambavyo Mungu anavyopenda. Marafiki zangu wageni, Mungu awabariki sana. Kwa kweli leo mmeupiga mwingi, mmekuja wengi. Mungu akubariki rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Sasa nimuombe rafiki yangu mwinjilisti, wewe ushuke hapa chini. Wewe unawakabidhi hawa marafiki zangu vitabu. Basi Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki, karibu tena ndugu yangu. Wow, Mungu akubariki sana rafiki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Sasa nyewe wengine nimepata neema ya kitabu kinaitwa Pendo Lisilo Kifani. Mungu akubariki sana rafiki yangu, karibu tena na kesho. Mungu akubariki sana. Kuna mwingine? Basi wapatieni wa marafiki ambao hawajaja. Jioni ya siku ya jana, katika mada yetu ya siku ya jana, tulikuwa tukizungumzia juu ya mada iliyokuwa imebeba kichwa cha somo kilichosema juu ya mada tuliyokuwa tumezungumzia jana iliyokuwa inasema watoto wa baba mmoja wanaoishi pasina kufahamiana. Na jioni ya jana tukamaliza katika kipengele kimoja. Sasa leo nitafanya tu summary ya kumalizia kipengele kilichofuata, halafu tutaanza mada yetu mpya. Baada ya Nabii Ibrahim, baada ya Ismaili, tulikuwa katika mada hiyo ya kwamba Ismaili alipokwenda kuishi katika mji wa Saudia akazaa watoto. Ismaili alipokwenda kuishi katika mji wa Saudia, sawa, alipokwenda kuishi katika jangwa la Beersheba kaskazini kuelekea mji katika jangwa la Harani, tulisema Ismaili alikuwa ameahidiwa na Mungu kwa maneno yafuatayo. Msomaji, tufanye rejelea tu kwa mtazamaji na rafiki ambaye kuwepo ili ajue tulikuwa wapi. Mwanzo 25 mstari wa 12-13, Biblia takatifu na maneno yafuatayo. Mwanzo 25 12-13, naam. Anasema, hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli, sawa, mwana wa Ibrahimu, ndio, ambaye Hajiri Misri
Misri mjakazi wa Sara, alimzalia Ibrahimu. Ndio. Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli. Na haya ndio majina ya wana wa Ishmaeli. Kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Majina yao na vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi. Sasa Biblia inataja mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli alikuwa ni Nebayothi. Twende. Na Kedari, na Abdiel, na Mipsa, sawa, na Mishma, sawa, na Duma, ndio, na Masa, sawa, na Hadad, na Tema, na Yeturi, na Nafshi, na Kedema. Hao ndio wana wa Ishmaeli na hayo ni majina yao. Hawa ndio watoto wa Ishmaeli mtoto wa Ibrahimu na ndio majina yao. Katika miji yao, katika miji yao na katika vituo vyao. Twende. Mashahidi 12 kwa kufuata jamaa zao. Sasa nisikilize, jana huenda ukuwepo na juzi. Kama unakumbuka katika Mwanzo sura ya 17 aya ya 20 hadi 21, naomba kunukuu. Na kwa habari ya Ismaili nimekusikia. Msomaji fungua hiyo aya. Na kwa habari ya Ismaili nimekusikia, naye kwa kuwa ni mwana wa uzao wako nitambariki sana sana. Soma msomaji. Na nitamuongeza sana sana. Twende msomaji kama umeipata 17:20 kitabu cha Mwanzo. Inasema, Biblia inasema, na kwa habari za Ishmaeli, kwa habari za Ishmaeli nimekusikia Ibrahimu, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana sana, tena nitamwongeza sana sana. Atazama Saidi 12. Sasa angalia Mungu anachokisema kwa Ismaili akiwa mdogo. Ismaili atazaa mabwana. Saidi ni neno la Kiarabu. Tulisema hapa Biblia ya Kiswahili yenye vitabu 66 yenye aya 31,173 yenye sura 1187 yenye maneno 824,213 yenye herufi 5,324,214. Ndani ya Biblia hiyo hiyo kuna maneno ya lugha tofauti. Ndani yake kuna Kiebrania, ndani yake kuna Kiharamaiki, ndani yake kuna Kiarabu. Angalia neno hili, Eloi Eloi lama sabaktan. Hili neno sio neno la Kiswahili, ni neno la Kiharamaiki. Haramaiki ndiyo lugha aliyokuwa akizungumza Yesu sana katika Agano la Kale. Haramaiki ni muunganiko wa baadhi ya tenzi za lugha ya Kiebrania na nusu ya maneno ya tenzi za Kiarabu ambazo zilikuwa zinazungumzwa katika vizazi vya zamani. Lakini Kiharamaiki sio Kiarabu. Hiyo ni lugha tu nyingine, lakini yenye mkopo wa baadhi ya maneno toka lugha nyingine, kama vile Kiswahili ambavyo kimekopa maneno ya lugha isiyokuwa ya kwake. Kwa mfano, Kiswahili kina neno linaitwa Alhamis, ijapo Waswahili wameharibu na walimu wanaofundisha tunawalaumu, huwa wanawapa wanafunzi maksi za uongo, za bure, samahani, sio za uongo, za bure. Yaani mwanafunzi akiandika tutaenda shule Alhamisi, hicho sio Kiswahili sanifu. Kwa sababu neno Alhamisi halipo. Kwa sababu neno hatuna neno linaitwa Alhamisi, halipo. Ila tuna neno linaitwa Alhamisi. Kwa nini? Kwa sababu neno Alhamis tumelikopa, tumelitohoa. Kutohoa ni kuchukua neno la lugha isiyokuwa ya kwako, halafu tukalisanifisha. Kulisanifisha ni kuliingiza kwenye matumizi lugha, neno lisiokuwa la lugha yako unalikopa na kuliingiza kwenye matumizi ya lugha yako, na unalitafsiri kwa mazingira ya lugha yako na unalifanya kuwa ni la kwako. Kwa hivyo hatuna neno linaloitwa Alhamis, hatuna, ila tuna neno linaloitwa Alhamis. Ni Alhamis kwa sababu ni neno la lugha ya Kiarabu, ambapo Waarabu wanapohesabu wanasema 1, wanasema wahda, 2 wanasema thani, 3 wanasema thalatha, 4 wanasema arbaa, 5
wanasema khamsa. Neno khamsa linatokana, neno alhamisi linatokana na neno khamsa. Khamsa maana yake ni tano. Wale wanaofuatilia mipira ya miguu tasikia Baraka Mpenja au nani yeyote mtangazaji anasema amekula 5 bin sufuri. Ukisikia tu neno 5 bin sufuri maana yake kala 5 kwa bira. Sasa neno khamsa ndio tukapata neno alhamisi. Hatuna neno kwenye Kiswahili linaloitwa alhamisi, alipo. Tuna neno linaloitwa yani maneno mate unayaleta afu nataka kuyatoa yanabana kwenye koo kule jua. Alhamisi maana yake siku ya 5 ya juma. Sasa msomaji, tulikuwa tumefikia wapi? Tulikuwa tumefikia hapa kwamba neno masaidi si neno la Kiswahili. Saidi ni neno la Kiarabu lenye tafsiri ya maana ya mabwana. Mungu alimwahidi Ibrahim kupitia Ismaili. Miongoni mwa wazao wa Ismaili, Ismail atazaa masaidi 12. Sasa hao masaidi 12 tuliwataja sana hapa. Wa kwanza ni Nebayoth, wa pili ni Kedali, wa tatu ni Abdili, wa 4 ni Mibisam, wa 5 ni Masa, wa 6 ni Yeturi, wa 7 Nafishi. Wanakwenda hadi 12, wa mwisho anaitwa Kedema. Sasa tukasema huyu Nebayoth alipolelewa na baba yake mzee Ismaili, alipofikisha miaka 23 akaondoka kwenye familia ya mzee Ismaili, akatafuta mji ambao alikwenda kuanzisha maisha. Akaenda katika mji ama jangwa ambalo kwa asili jina lake lilikuwa bado halijajulikana. Na lile jangwa alipokwenda Nebayoth, mzaliwa wa kwanza wa Ismaili, mjukuu wa mzee Ibrahim, lile jangwa kwa historia yake ndipo likaitwa jangwa la Saudia, na ndipo kaja ukasikia leo kwenye historia ya dunia jangwa la Saudi Arabia. Kutokea katika jangwa la Saudia, huyu Nebayoth ambaye ni mzaliwa wa kwanza wa Ismaili akazaa watoto wa kiume na wa kike. Akamzaa mtoto wa kiume, jina lake alikuwa anaitwa Nabatan. Nabatan alipofikisha umri wa miaka 23, Nabatani akahama kutoka nyumbani kwa mzee Nebayothi, na yeye akatafuta mji ambao alikwenda kuishi, na ule mji alipokwenda kuishi ukaitwa majina mawili kutokana na asili ya watu waliokwenda kukaa pale. Ukaitwa, jina la kwanza ni Wanabatania, jina la pili ni Bani Iraq. Akakaa hapo Nabatan, akazaa watoto wa kiume na wa kike. Alipozaa watoto wa kiume na wa kike, kizazi cha Nabatan nacho kikahama tena. Wale sasa waliozaliwa kutoka kwa Nabatan wakahama, wakarudi katika mji wa Saudia alikozaliwa babu yao, alikokwenda kuishi babu yao mzee Nebayothi. Walipofika Wanabatani wakaishi Saudia, wakaenda kuishi kaskazini mwa jangwa la Saudia. Na kaskazini mwa jangwa la Saudia kulikuwa na mapango. Yale mapango, wale watu wakawa naishi kwenye miji hiyo. Walipokaa wakazaliana, kikazaliwa kizazi kikaitwa watu wa mapangoni. Wale watu wa mapangoni waliishi katika miji hiyo, katika mji wa Saudia. Kutokea kizazi cha walioitwa watu wa mapangoni kikazaliwa kizazi kingine chenye asili ya Waarabu. Asili yao ilikuwa ni ya Kiarabu. Kikazaliwa hiki kizazi kikaitwa Al-Mstaarabu. Hawa jamaa wakaitwa Al-Mstaarabu. Al-Mstaarabu maana yake ni wale walio starabika. Kutokea hawa jamaa Al-Mstaarabu wakazaa kizazi kingine cha watu waliokuja kuitwa Al-Mustarabatan. Al-Mustarabatani ni kusema ni wale waliostaarabika zaidi ya wengine. Kutokea hicho kizazi cha Al-Mustarabatan zikaja zikazaliwa koo 4 maarufu. Koo ya kwanza ilikuwa inaitwa Bani Quraysh, koo ya pili ilikuwa inaitwa Bani Makhzum, koo ya tatu ilikuwa inaitwa Bani Manaf,
Koo ya 4 ilikuwa inaitwa Bani Mudhilkata. Hizi koo 4 hizi, mnamo mwaka wa 129 baada ya Kristo, akazaliwa mzee mmoja kwenye mji huo wa Saudia. Alikuwa anaitwa mzee Abdul Muttalib. Mzee Abdul Muttalib akalelewa, akakua, akaoa. Alipokuwa ameoa, akaoa mwanamke, akazaa watoto. Miongoni mwa watoto aliowazaa, akamzaa kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Abdullahi ama Abdallah. Abdullahi ama Abdallah. Abdallah naye akalelewa vizuri, akawa mtu mzima, akaoa mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Amina binti Wahabi. Alipomwoa Amina binti Wahabi, Abdallah akazaa watoto. Miongoni mwa watoto aliowazaa Abdallah, mke wake Amina alipokuwa mjamzito, wanazuoni kuhitilafiana, wanasema inakadiliwa mimba ya Bi Amina, alipokuwa mimba imekuwa na miezi 8, Abdallah akawa amekufa. Wanazuoni wengine wanasema hapana, haikuwa miezi 8, ilikuwa mimba ina miezi 2 ya kuzaliwa kwa kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Muhammad. Kwa hivyo baadaye Abdallah akafa. Sasa ilipofika siku ya Jumatatu ya mfungo 6 mwezi 12 mwaka wa ndovu mwaka wa 571, akazaliwa kijana mmoja katika familia ya Abdallah. Huyu kijana alipozaliwa, jina lake lilikuwa halijulikani. Akaja babu yake mzee Abdul Muttalib, akamchukua yule kijana aliyezaliwa kwenye familia ya Abdallah, akaenda naye kwenye jengo moja linaitwa Al-Kaaba. Lile jengo la Al-Kaaba akamuingiza yule kijana, akamwimbia mashairi, akamsomea kisomo. Baadaye yule mzee Abdul Muttalib akampa jina yule kijana, akamuita jina la Muhammad. Muhammad, tukasema jana, Muhammad ni neno ni jina tu, lakini tafsiri ya jina Muhammad maana yake ni yule mwenye kusifiwa kwa vitendo vizuri, ndio tafsiri ya jina lake. Basi huyu kijana akazaliwa, akalelewa tangu mwaka wa 571 hadi mwaka wa 574. Mama yake akafa. Mama yake alipokufa, akachukuliwa na ndugu zake upande wa baba yake, akalelewa mwaka wa 574 hadi mwaka wa 578. Baba yake mdogo aliyekuwa anamlea Zuberi akafa. Akachukuliwa mwaka wa 578 hadi mwaka wa 582, akawa analelewa na babu yake mzee Abdul Muttalib. Babu yake akafa. Akachukuliwa mwaka wa 582 hadi mwaka wa 586, akachukuliwa na baba yake mdogo, mjomba wake. Bahati mbaya mjomba wake naye akafa. Yule kijana alipofikisha umri wa miaka 13 kwenda 15, wale ndugu zake, baba zake wadogo, wakamuingiza kwenye biashara ya kuuza chumvi. Akawa anauza chumvi kutoka mji wa Yemen na kwenda Abyssinia. Abyssinia ni jina la zamani, lakini leo ndio mnaita Ethiopia. Kwa hivyo akawa anatoka Yemen anakwenda Abyssinia. Maisha yake yakaenda hivyo. Alipofikisha miaka 20, mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Khadija akampenda yule kijana Muhammad, akamwambia, nimeona kati ya vijana wenye akili na wenye uwezo, wenye roho nzuri ni wewe, naomba nikuchukue unifanyie biashara. Khadija alikuwa ni Mkristo, alikuwa muumini wa dhehebu lilikuwa linaitwa dhehebu la Kimasihia. Yani dhehebu, dini hiyo ilikuwa inaitwa dini ya Kimasihi, na kiongozi wa ile dini alikuwa ni padri mmoja anaitwa Waraga bin Naufal. Kwa hivyo huyu Waraga bin Naufal ndiye aliyekuwa mjomba wake na huyu mama anaitwa Khadija. Basi Khadija alikuwa ni mfanyabiashara, akampenda Muhammad, akamwambia basi niuzie. Muhammad akamuuzia yule mama. Muhammad alipofikisha miaka 25, mnamo mwaka wa 595 baada ya Kristo, Muhammad akafunga ndoa na yule mwanamke Khadija, na mwaka wa 597 wakapata mtoto wa kwanza anaitwa Kasim. Wakaendelea kuzaa watoto. Ilipofika mwaka wa 608, Muhammad, kwa sababu Khadija alikuwa ni Mkristo wa dhehebu la Kimasihia, miongoni mwa mafundisho aliyokuwa na yafahamu Khadija ni mawili makubwa. Fundisho la kwanza ilikuwa ni fundisho la mwanaume kuoa mwanamke mmoja. Hilo alimfundisha Muhammad. Fundisho la pili ilikuwa ni fundisho kuhusu Mungu mmoja. Hilo akamfundisha mume wake, mja wa Mwenyezi Mungu, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipomfundisha, katika mji wa Maka kulikuwa na makafiri
wale Makureish. Kafiri ni neno la Kiarabu, Kiswahili maana yake ni mpingaji. Kwa hivyo mtu yeyote anaweza akawa kafiri, ima ni Mkristo ama ni Muislamu, maadamu anapinga. Yaani neno kafiri sio jina la dini ya mtu. Na kafiri sio jina la mtu. Kafiri ni sifa ya mtu anayempinga Mungu. Basi pale katika mji wa Maka kulikuwa na watu wanampinga Mungu. Pale Maka walikuwa wanaabudu masanamu 366. Yalikuwa yamewekwa kwenye lile jengo la Al-Kaaba. Basi Muhammad kwa sababu alishafundishwa kuna Mungu mmoja, akawa na waona Waarabu wanaabudu masanamu. Akawaambia, enyi wanadamu, mnawezaje kumwabudu Mungu na mnachanganya masanamu? Sasa lile tendo likamuumiza sana Muhammad kwa watu. Wale watu wakaambia, wewe kijana, wewe umezaliwa juzi hapa tunakuona. Hayo maswala ya kutuambia tunaabudu masanamu, babu yako mwenyewe mzee Abdul Muttalib na baba yako Abdallah wameabudu hayo masanamu, wewe unayosema wewe ni nani hata utuzuie? Basi Waarabu wakamkasirikia, wakaanza kumpokoa kwa mawe. Kumpokoa ni kumpiga. Baadaye Muhammad akaona isiwe shida, akatoroka mji wa Maka. Ilikuwa ni mwaka wa 608. Akaenda kusini mwa jangwa la Saudia. Kulikuwa na mapango yalikuwa yanaitwa mapango ya Jabal Hira. Akajificha kwenye yale mapango muda wa miaka 2, tangu mwaka wa 608 hadi mwaka wa 610. Chakula kilipokuwa kinamwishia, alikuwa narudi usiku, anachukua chakula kwa mke wake Bi Khadija, alafu anarudi tena kwenye lile pango. Nini kilimfanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimbie? Kilichomfanya Nabii Muhammad rehema na amani ziwe juu yake akimbie ni kule watu kuabudu masanamu. Yeye ilimuuma sana. Akawaambia, hamwezi kuabudu masanamu na Mungu ni mmoja. Basi makafiri wa Maka wakamchukia. Walipomchukia, siku moja akiwa kwenye pango la Jabal Hira, katika kitabu kinachoitwa Sahihi al-Bukhari volume ya 6 hadithi namba 6316, akiwa kwenye lile pango la Jabal Hira, Muhammad amejificha. Ghafla lile pango lilikuwa na urefu wa mita 500. Kwa mbele kwenye ule mlango wa pango akaona kiumbe amevaa. Yule kiumbe ni mweupe kuanzia hapa kwenda chini, ni mweupe, alafu huku juu ana weusi usiokuwa wa kawaida. Yule kiumbe akamsogelea Muhammad kutoka kule mlangoni hadi akafika usawa aliyokuwepo amekaa. Yule kiumbe alipofika akamshika. Kwanza akamwambia, ikra, soma. Muhammad akasema, mimi sijui kusoma. Yule kiumbe akamsogelea tena akamwambia, ikra bismi rabbika radhi khalaqa khalaqi min alaki, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Muhammad akasema, la takum, mimi sikujua kusoma wala kuandika. Basi yule kiumbe akampa sheksheki Muhammad, hapo akamwangusha chini. Baadaye Muhammad akapata udhoofu wa mwili. Alfajiri siku ya mwaka wa 610, siku ya Jumatatu, Muhammad akatoka kwenye lile pango la Jabal Hira, akarudi kwa mke wake Khadija. Khadija akamwambia, bwana, mbona umerudi kama unaumwa? Akasema, kaja kiumbe mle ndani anaitwa malaika Jibrili, ameniambia nisome, niliposhindwa basi tukawa na kuvutana. Khadija akamchukua Muhammad akampeleka kwa babu yake mzee mjomba wake Waraka bin Naufal. Alipokwenda kule akamtabiria mambo kadha wa kadha. Baada ya hapo, mnamo mwaka wa 615 ndipo Muhammad akaanza kutafuta wafasi wanaomwamini. Wakapatikana watu 15 tu. Wanawake walikuwa 5 na wanaume 10. Wakachukiwa na Waarabu makafiri katika mji wa Maka. Wale watu, nisikilize kwa umakini jioni hii, wale watu wakafukuzwa katika mji wa Maka. Walikimbilia wapi na ni nani aliwapokea? Wakakimbia kutoka mji wa Maka, wakakimbilia mji wa Abisinia ama nchi ya Ethiopia. Walipokimbilia katika mji wa Abisinia, wakamkuta mfalme aliyekuwa Mkristo katika mji wa Ethiopia. Akawapokea wale Waislamu 15, akawahifadhi. Baada ya miaka michache, yule mfalme Najish akawachukua, akamwandikia barua Muhammad, akamwambia, kwako Muhammadi mtoto wa Abdallah, amani iwe juu yako.
niliwapokea wafuasi wako tangu miaka kadhaa iliyopita. Wameishi kwa amani katika nchi yangu, sikuwadhuru. Ninawatuma kuwarudisha nchini kwako, wakiletwa na askari wangu. Wale Waislamu 15 wakarudishwa toka mji wa Abisinia, wakasindikizwa na askari wa Kikristo hadi mji wa Maka. Walipofika mji wa Maka, Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, alikuwa na maswahaba, wale wafuasi wake wa karibu. Kulikuwa na Saidina Umari, wa kwanza kabisa aliyekuwa mfuasi wake alikuwa ni Saidina Ali. Saidina Ali alikuwa na miaka 10 ndipo aliposilimu. Kulikuwa na Saidina Ali, wakaja kina Saidina Umari, Saidina Uthman bin Affan na wengineo. Sasa Muhammad akawaambia waandike barua, akawa natamka maneno yake Muhammad, halafu kina Saidina Umari wakaandika. Hata kama ungetaka hiyo barua nikuonyeshe, baada ya kumaliza mkutano ninaweza kukuonyesha. Iliandikwa miaka maelfu iliyopita. Naomba kunukuu ile barua. Iliandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Ile barua ikaandikwa maneno yafuatayo: kwako mfalme Nabish wa Ethiopia, mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Abdallah, amani iwe juu yako. Akasema maneno yafuatayo: ninakushukuru sana kwa upendo wako, kuwalinda wafuasi wangu, hawakuuawa, uliwatunza. Mimi Muhammad ninakuandikia ujumbe huu ya kuwa wewe umekwisha kuwa ndugu yangu. Wafuasi wako wa dini yako watalindwa na wafuasi wangu popote walipo duniani. Mali zao wa Kristo zitalindwa na Waislamu. Muhammad akatuma maswahaba, wakakimbiza ngamia, wakakimbia kwenda mji wa Ethiopia. Mfalme Najashi ambaye alikuwa ni Mkristo akaipokea ile barua ikimwambia ninakushukuru. Tena Muhammad akasema hivi: watu wangu waliniambia uliwafundisha kuhusu Masihi Isa mwana wa Maryam, ya kwamba yeye ni mtume wa haki, nami ninakubaliana na hayo. Muhammad akagonga muhuri, barua ikaenda. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Watoto wa baba mmoja wanaoishi pasina kufahamiana. Ilipokwenda hivyo, mnamo siku ya tarehe 17 ya mwezi wa 3, tarehe 13 ya mwezi wa 7, mwaka wa 622, wakapatikana wafuasi wachache wakiunganika na wale 15 wakiwa na Muhammad na mwanaume mmoja anaitwa Yazid bin Azid bin Ali. Yazid bin Azid bin Ali wakakimbia na Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, wakakimbia kutoka mji wa Maka, wanakimbilia mji wa Madina. Walipofika jangwani, kwa sababu walikuwa wanafuatiliwa wauawe, Yazid bin Azid bin Ali akawaambia hivi wale watu waliokuwa nakimbia kwenda mji wa Madina kwamba jamani, tukusanyikeni hapa jangwani, tuombe dua Mwenyezi Mungu aturehemu na maadui. Na ndipo swala ya kwanza katika ulimwengu wa imani ya ndugu zangu, kaka zangu, marafiki zangu watukufu wa imani ya Kiislamu iliswaliwa mwaka wa 622 katika jangwa na watu wasiozidi 15 ambao wamefukuzwa kwa hila za makafiri katika mji wa Maka, wanakimbilia katika mji wa Madina. Baadaye Muhammad akaingia mji wa Madina mwaka wa 622, na hapo akapata wafuasi wengine waliotokea Madina. Actually alipofika Madina watu walimkataa, akaenda akajificha kwenye vichaka, na ndipo watu wachache wakaanza kumfuata, na ndipo wakapatikana Waislamu katika mji wa Madina ambao wakaitwa ni Answali Sun. Answali ni neno la Kiarabu lenye maana wenye kumnusuru mtume. Alafu wale wachache walotoka Maka wanaitwa Suni. Maana ya neno Suni ni suna,
wenye kufata matendo ya mtume. Ndio tofauti ya hizo mbili tu, answali pamoja na suni. Answali ni wale waliomnusuru, suni maana yake ni suna, kufata vitendo vya mtume. Basi wakamuhifadhi. Ni kusema hivi, mwaka wa 622 ndipo imani ya ndugu zangu, kaka zangu, marafiki zangu ni wapendao kwa dhati kutoka moyoni, marafiki zangu Waislamu, ndipo ilipata nguvu na ikashamiri. Weka breki, turudi nyumbani kwa mzee Ibrahim. Nyumbani kwa mzee Ibrahim kuna mtoto mpendwa anaitwa Isaka aliyebaki. Isaka akalelewa, akawa mtu mzima, umri ukafika wa kuoa. Mtu mmoja akatumwa kutoka katika familia mzee Ibrahim aende kwa jamaa zake Ibrahim ili akamuolee binti Isaka. Isaka akaenda akatafutiwa binti, na Isaka akapata binti akamuoa. Alipompata yule binti akamuoa, ikafungwa ndoa katika tamaduni zao. Isaka akazaa watoto wawili. Nisikilize hapa. Alipozaa watoto wawili, watoto ambao wakiwa tumboni mwa mamaye walikuwa wanapigana wakiwa bado tumboni, na hawa waliitwa ni mataifa mawili ambayo hayawezi kuja kuelewana. Basi siku moja katika familia mzee Isaka wakazaliwa watoto wawili. Wa kwanza alipotoa kichwa tu anamalizikia miguu, mwingine naye kashika mguu anatokeza. Wa kwanza aliitwa Edom ama Esau, na wa pili alikuwa anaitwa Yakobo ama Yakubu. Hawa watoto walipozaliwa, Mungu akawajalia neema. Watoto hawa kila mmoja maisha yake yakaendelea. Lakini nisikilize hiki kitu cha ajabu. Na kama Mungu amekupa neema, umesoma Qur'ani, utakubaliana nami. Mwenyezi Mungu alipotuletea vitabu, nisikilize ulioko nyumbani, itakusaidia sana hii. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema alipowaletea vitabu wanadamu, aliwashushia vitabu vitakatifu. Na vitabu hivyo vinavyoaminika katika ulimwengu wa dini ni hivi vifuatavyo. Alitelemsha Taurati kwa Nabii Musa alayhi salam, akatelemsha Zaburi kwa Nabii Daudi alayhi salam, akatelemsha Injili kwa Masihi Isa mwana wa Maryam ama wa Kristo anamuita Yesu, na katika karne ya 6 akatelemsha Qur'ani kwa Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake. Qur'an tukufu, maneno ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika Qur'ani surat al-Imran sura ya 3 aya ya 2. Naomba kunukuu kama ilivyoandikwa. Baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qur'ani inasema hivi: na namna hivi tumekutelemshia Taurati. Anasema na Mwenyezi Mungu alitelemsha vitabu zamani ili viwe mwongozo kwa wanadamu. Akatelemsha Taurati kwa Nabii Musa alayhi salam, akatelemsha Zaburi kwa Nabii Daudi alayhi salam, akatelemsha Injili kwa Masihi Isa mwana wa Maryam, na akatelemsha Qur'an. Na akatelemsha Qur'ani kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo nataka niwaambieni marafiki zangu wakazi wa Changwahela, kwenda mbinguni sio kuwa na jina zuri kama la malaika. Kama uliambiwa hivyo walikudanganya ngo. Yaani ni hivi, uendi mbinguni kwa sababu una jina la Muhammad, sahau. Maana kuna watu wana majina mazuri ya mitume, halafu wachawi, wazee wa cheketu mahepe, mimi si mwanga, mtoto akilia mlete. Yaani Muislamu msikitini anakwenda kuswali. Sasa hivi jioni hapa mashehe na viongozi wa dini watakapoanza kuazini, utasikia tu Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasul, aya alayhi sala, aya alayhi sala. Kuna Muislamu kabisa jina lake linafanana na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasikia adhana jioni hii ya kwenda kuswali, ataenda kuswali, ila usiku mzee wa pepe cheketu maepe, mimi si mwanga, mtoto akilia mlete. Yaani ni Muislamu alafu mchawi. Wewe unafikiri kuwa na jina zuri kala mtume ndio unaenda peponi? Subutu.
Mwingine ni Mkristo mzuri kabisa, jina lake anaitwa Gabrieli. Yeye ni jina la malaika, au angel, jina la malaika. Jumapili anaimba mapambio, utafikiri yeye na Yesu ni majirani. Jumamosi anaimba nyimbo, utafikiri yeye na Yesu ametunga nyimbo anafanana. Ila usiku kiingia, mzee wa cheketu, cheketu, binuka inama, binuka inama, fye 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 fye. Sikiliza, kuwa na jina zuri la malaika na wewe ni mchawi, unapoteza muda. Acha kuswali, acha kusali, unawazibia watu baraka zao. Wewe ni Muislamu mzuri, una jina zuri la Maryam, mama yake Nabii Isa bin Maryam, ila tunakukuta kwenye vilinge vya kujiuza, unajiuza. Allah, kwani kuwa na jina zuri la Kiislamu ndio kwenda peponi? La hasha. Wewe una jina zuri kabisa, waitwa Kristina, na limebeba sifa ya dini yako, ila ukienda kwenye vilinge vya kujiuza na wewe ni miongoni mwao. Hata kama una sura misiri ya malaika aliyetoroka kikao mbinguni, mbinguni huendi ngo. Wanaokwenda ni wenye sifa hii, wanaovisoma vitabu vya Mungu kwa maana ya Taurati, wanaosoma kitabu cha Mungu kwa maana ya Zaburi, wanaosoma kitabu cha Mungu kwa maana ya Injili, na wanaosoma Qur'an. Yani ni hivi, wale wanaomjua Mungu kwa kusoma maneno yake ndio wenye thamani kuliko kuwa na jina zuri na peponi huingia. Akazaliwa Yakubu. Alipozaliwa Yakubu, amini kabla ya kuzaliwa, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, katika surati Hud, wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na Qur'ani, na nataka nikutie moyo mkazi wa Changwahela, na wewe unayetufuatilia, hapa duniani hakuna kitabu cha dini, hakipo. Yani ni hivi, duniani hakuna mwenye garanti ya kitabu chochote kuwa ni cha kwake, hayupo. Wakristo, Biblia sio yenu, msijitie kielehele. Biblia sio kitabu cha Wakristo. Biblia ni kitabu cha Mungu, na Mungu ana watu wake wengi aliowaumba, ni wanadamu wote. Kwa hivyo ni kusema jambazi na kibaka na mwizi na shoga, Biblia ni kitabu chake cha kusoma. Qur'ani sio kitabu cha Waislamu. Qur'ani ni kitabu cha Mungu. Na ni kusema katika hao kitabu cha Mungu, katika Qur'ani surati Nisa, sura ya 4. Sura ya 4. Katika Qur'ani surati Nisa, sura ya 4, aya 19 kama sijakosea. Inasema hivi, naomba kunukuu: na namna hivi tumemuumba mwanadamu, katika mwanaume mmoja anayeitwa Adam, na katika mwanamke mmoja anayeitwa Hawa, na tukawafanyia mataifa ili wasikejeliane, na aliyembora zaidi mbele za Mungu ni yule asiyemkejeli mwenzake. Kumbe tafsiri yake ni hii: Mwenyezi Mungu alipotelemsha Qur'an tukufu kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi nataka nikwambie, hakutelemshiwa Muislamu Qur'ani. Hakuna kitu kama hicho. Allah alipotelemsha Qur'ani, alitelemsha kwa wanadamu wote. Kwa hivyo Mkristo una haki ya kununua Qur'ani na ukaisoma. Ina masharti yake. Masharti yake, lazima uwe twahara, ujitwaharishe. Yani huwezi tu toka chooni ukaenda kuchukua kitabu cha Mungu, hata wewe uone aibu. The same Muislamu, na kutia moyo rafiki yangu, nunua Biblia, weka ndani, soma. Biblia ina masharti yake. Huenzi tu toka mahali uko tu vile ulivyo, halafu nenda kushika Biblia. Hivi vitabu ni vitakatifu na ni mali ya Mungu, na Mungu amewapa waja wake aliowaumba yeye. Kwa hivyo nikutie moyo, kama unaweza, uko nyumbani unatusikiliza, Mwenyezi Mungu akupe neema na rehema na baraka zitokazo kwake, akujalie ununue Biblia na Qur'ani, ili tukiwa tunaendelea na mikutano yetu hii, ili kila neno tutakalolisema ulisome, uthibitishe, je, kweli wale watu wanaosema ni sahihi?
Sasa kwa kusema hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta Qur'an, ninakwenda kumalizia sasa ili twende tuombe. Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta Qur'an, katika Qur'ani suratul Hud. Suratul Hud ni sura ya 11 aya ya 69 na 72. Naomba kunukuu maneno yafuatayo. Anasema hivi: na waja wetu katika sura ya binadamu tulipowatuma malaika kwenda kwa Nabii Ibrahim. Ibrahimu alipowaona waja wetu wakija, nao walipoingia nyumbani kwake, akawa ni wenye kuatilia mashaka. Basi Ibrahimu akawaandalia chakula, na alipoambia wale watu wakaonyesha shaka ya kutokula, na ndipo Ibrahimu akawa anajiuliza, hawa watu nimewapa chakula mbona hawali? Basi wale watu wakala kile chakula. Walipomaliza kula Ibrahimu, angalieni sasa kitu cha ajabu. Maneno haya jana tuliyasema ya kwenye Biblia, Qur'ani inayarudia maneno yale yale. Kwenye Biblia tuliyanukuu kwenye Mwanzo 18. Siku malaika walipomtembelea Ibrahimu nyumbani kwake, wanakwenda nchi ya Sodoma. Qur'ani, katika Qur'ani sura Hud, sura 11 ya 69 hadi 72 nasema, basi wale watu Ibrahimu akawauliza, mnakwenda wapi? Wakasema, Mwenyezi Mungu ametutuma kwenda katika mji wa Ruti. Yani Ruti ni Lutu, kule ambako wanadamu wametenda dhambi na Allah amechukizwa, tuenda kuchoma ule mji. Baada hapo lakini Qur'ani kasema maneno haya: basi wale watu wakarudi wakambashiria Ibrahimu, wakamwambia, ya Ibrahima, ewe Ibrahimu, fabashalnahu bihulamil khalim, tunakupa habari njema ya kwamba utazaa mtoto mwema na mwaminifu, wa huwa Ishaka nabia, naye atakuwa ni nabii Ishaka. Anasema wabaatakum, baada ya Ishaka Mwenyezi Mungu atakujalia utazaa mjukuu, utapata mjukuu, jina lake anaitwa Yakubu. Hiyo ni Qur'an. Na Qur'an ikasema na katika kizazi cha Yakubu Allah subhanahu wa ta'ala atafanya mambo mawili: atawapa maimamu, halafu atawapa kitabu. Imamu ni neno la Kiarabu, Kiswahili ni mwalimu wa dini ama mwalimu hasa wa dini. Kweli akazaliwa Yakubu. Yakubu alipozaliwa, Yakobo akazaa watoto 13. Watoto 12 wa kiume na mtoto mmoja wa kike anaitwa Dina. Watoto hao wasikilize walivyo. Mtoto wa kwanza aliitwa Reuben, mtoto wa pili aliitwa Simeon, mtoto wa tatu aliitwa Gadi, mtoto wa 4 aliitwa Yuda. Hata tusipomaliza wengine wote. Kutokea kwa Yuda akaanzisha ukoo. Yuda akakuwa, kawa mtu mzima, akaoa, kikazaliwa kizazi cha kabila la Yuda. Na kutokea kwenye kabila la Yuda, wafuatao wakatoka kwenye genealogy ya Yuda, yani wakatokea kwenye asili ya uzao wake. Akatoka binti mmoja anaitwa Rahabu. Nyuma kabisa huko akatoka binti mmoja, kutokea kwa Rahabu wakaja wengine, akaja Daudi, ikikazaliwa kizazi, wakatokea koo ndani ya Yuda, na hatimaye kutokea ukoo wa Yuda akatokea mwanaume mmoja anaitwa Yusufu. Katika genealogy yao, historia yao ya kizazi chao, Yusufu akamposa binti mmoja alikuwa anaitwa Mariam. Mariam alikuwa anaishi mji mmoja unaitwa Meso, ambao ni kule Bethlehem. Ilikuwa ni kama hapa. Ule mji ulikuwa na nyumba 300 tu. Mji mzima ulikuwa na nyumba 300. Na siku anazaliwa Masia Isa mwana wa Mariam, kile kijiji ilikuwa ni siku ya soko. Ilikuwa ni siku ya gulio. Na kwa sababu siku ya gulio kuna wageni walikuwa wametoka miji mingine, gesti zote za ule mji zilikuwa zimejaa wageni. Kwa hivyo Mariam siku anajifungua alishindwa kwenda kulala kwenye nyumba ya wageni, maana kamji kalikuwa na miji michache, na akazaliwa Yesu. Ndipo Mariam akaenda akamzalia nyumbani kwa ndugu zake kwenye holi la ng'ombe. Sasa unisikiliza hapa. Wakristo kuna mahali tunakosea. Tunasema holi la ng'ombe ni kwenye zizi. Kuna tofauti ya zizi na holi. Zizi ni lijumba, wale tuliozaliwa kijijini mnafahamu. Yani ukuta, fence, ambapo mifugo wanaingizwa mle ndani.
hori sio zizi. Hori ni kisanduku. Wale wafugaji wa ng'ombe wa kisasa watanielewa vizuri. Ng'ombe wa kisasa huwa wanaekewa nyasi zao kwenye sanduku fulani kama dumu la lita 20 limepasuliwa, alafu nyasi zinawekwa. Wao wanaita menja ama hori. Sasa Yesu hakuzaliwa kwenye zizi. Yaani kwamba eti alizaliwa tu akawekwa kwenye zizi. Ni ndani wanakoishi mifugo, lakini aliwekwa kwenye hori. Hori ni kwenye kasanduku. Kwa Masia Isa mwana Mariamu alipozaliwa kwa minajili ya imani ya Kikristo, Yesu aliwekwa kwenye hori la ng'ombe, yani kwenye kilishio cha kulishia ng'ombe. Akazaliwa Yesu katika ukoo wa Daudi. Sasa angalia kitu cha ajabu. Ukimchukua Ismaili, turudi kule. Ukimchukua Ismaili, anza tendo lifuatalo. Usianze na Ismaili, anza na imani ya ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Anza na Uislamu. Uislamu unaanza hivi, Uislamu. Baada ya Uislamu, mwenezaji wa Uislamu katika wanadamu, Muhammad. Baada ya Muhammad, anayefuata ni Abdallah. Baada ya Abdallah, anayefuata ni Abdul Muttalib. Baada ya Abdul Muttalib, anayefuata kabila la Makureish. Baada ya Makureish, wanaofuata ni Al-Mustarabatan. Baada ya Al-Mustarabatan, wanaofuata ni Nabatan. Baada ya Nabatan, anayefuata ni Nebayoth. Baada ya Nebayoth, anayefuata ni Ismaili. Baada ya Ismaili, anayefuata ni Ibrahim. The same katika Ukristo. Anza na Ukristo. Ulianzishwa lini na nani mwanzilishi wa Ukristo? Andiko letu la mwisho jioni hii, kitabu cha Waebrania. Msomaji, Waebrania sura ya 12 aya ya kwanza. Biblia takatifu inasema maneno yafuatayo. Waebrania sura ya 12 aya ya kwanza. Biblia inasema maneno yafuatayo. Ndio kitabu cha Waebrania 12 aya ya kwanza. Ndio usomoke, tunakwenda kuomba. Basi na sisi pia wapendwa, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Na dhambi ile tuzingayo kwa upesi. Na ile dhambi inayotuzinga kwa wepesi. Na tupige mbio kwa saburi. Sawa. Katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tupige mbio katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tukimtazama Yesu. Mwenye kuanzisha. Na mwenye kutimiza. Imani yetu. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Aliustahimili msalaba. Yesu aliustahimili msalaba. Na kuidharau aibu. Yesu akaidharau aibu. Haya ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Yeye ameketi upande wa kuume wa mkono wa Mungu. Twende. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu. Mstahimilini sana na mtafakari kwa kina huyu kuhani aliyestahimili manini msomaji? Mapingamizi makuu. Aliyepingwa kwa mapingamizi makuu. Namna hii ya matendo ya dhambi, ya watendao dhambi. Kwa sababu ya watendao dhambi. Juu ya nafsi zao. Msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Ili msichoke mkazimia mioyo yenu. Hamjafanya vita hata kumwaga damu. Kwa kuwa ninyi wanadamu hamjawahi fanya vita hata kumwaga damu. Mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo wasemayo. Ishia tu hapo msomaji. Ninachokitafuta ni hiki. Basi nasi kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuvipige vita vilivyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, yeye mwenye kuianzisha imani yetu na kuitimiza. Ni kusema hivi, imani ya Kikristo, mzizi na muasisi wa imani hiyo ni Yesu. Sasa fanya hivi, anza na Ukristo wenyewe. Anza kurudi anti-clockwise, kinyume nyume. Ukristo, Yesu, ukoo wa kina Tamari na kina Rahabu, Daudi wa mbali, Yusufu, Mariamu, Yusufu, Daudi, Yuda, Yakobo, Isihaka, Ibrahimu. Kwa hivyo kumbe
hawa wazee wawili, kwa maana ya Ismaili na Isihaka, ambao ndio wamebeba mzizi wa watu, dini zenye watu wengi duniani ni dini mbili tu, ni Ukristo pamoja na Uislamu. Kumbe mzizi wao, baba yao ni mmoja, mzee Ibrahim. Ismaili ambaye kupitia Nebayoth imani ya Kiislamu ya ndugu zangu ikaasisiwa, baba yake ni mzee Ibrahim. Isihaka kupitia Yakobo, Yuda, Yesu, Ukristo ukaasisiwa, baba yao ni mmoja, mzee Ibrahim. Ni kusema hivi, jioni ya leo Wakristo na Waislamu ni watoto wa baba mmoja. Baba yao ni mmoja, jina lake ni hili linaloonekana lenye herufi 6 zilizoko hapa. Baba yao ni mzee Ibrahim. Leo hii chuki inatoka wapi? Kumchukia mwenzio inatoka wapi? Leo hakuna salamu. Mji kama huu wa Changoyahela unawakuta Waislamu wamejibana wao wenyewe tu. Sema ala, mimi siwezi kuchangamana na huyu kafiri. Sikiliza, usimdharau usiyemjua. Leo utawakuta Wakristo wana shughuli zao. Hivi karibuni baadhi ya Wakristo watakwenda kwenye sikukuu yao inaitwa Christmas, tarehe 25 si mwezi wa 12. Lakini utakuta Wakristo, Muislamu ni jirani yake, kinapikwa ubwabwa ndani, pilau na nyama ya kuku, Muislamu anasikilizia pua tu. Muislamu anakuwa anakula kwa imani, yani anakula kwa mvuke. Halafu wewe Mkristo unakula peke yako. Acha uroho, acha uchoyo. Hadi Muislamu anapiga hodi, jamani humu ndani mnaumwa, yani anatafuta tu engo ili akaribishwe tu kwenye chakula. Sisi ni ndugu jamani. Waislamu na Wakristo katika mji wetu huu wa Changoyahela, leo akifa Muislamu, kilio asilie Muislamu peke yake. Twendeni Wakristo na Waislamu tumzike ndugu yetu. Kesho kafa Mkristo, Muislamu, acha kujibagua. Chukuaneni Waislamu kwa furaha kabisa, mkiwa na majonzi moyoni, nendeni mkamzike ndugu yenu Mkristo. Leo katika nchi yetu ya Tanzania itashangaza, heti itokee ugomvi baina ya Waislamu na Wakristo. Nataka nikutie moyo, Waislamu na Wakristo kwa asili ni ndugu katika baba yao mmoja anayeitwa Ibrahim. Maana waasisi wa dini zao Ismaili na Isihaka, baba yao ni mzee Ibrahim, na hawa wote wana matumaini ya kuokolewa. Na ndio maana Yesu alipokuja katika karne ya mwanzo, miaka ilipoanza kuhesabika sasa, Yesu siku moja akiwa amekaa kwenye mlima wa Mizeituni anaongea na wanafunzi, alitamka maneno magumu. Nenda kayasome nyumbani kwa kuwa muda wetu umeisha. Mathayo sura ya 8 aya 11. Amini na waambieni, siku inakuja mtamuona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na wanawe, amini Ibrahimu na Isaka na Yakobo wameketi katika ufalme, nao wana wa Ibrahimu watatoka mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, watakwenda kuketi na baba yao mzee Ibrahimu. Hao ni kina nani hao? Ni Waislamu na madhehebu yao, ni Wakristo na imani yao. Siku inayokuja watoto wa Ibrahimu watakuja kukutana na baba yao katika ufalme wa Mungu. Hebu simama pamoja nami. Nafahamu huko nyumbani huwezi kusimama, lakini naongea maneno haya kwa machungu na maumivu. Muislamu, acha kuwabagua watu kwenye maisha yako. Na wewe Mkristo, acha kuwabagua watu. Ninyi mwatofautiana katika kuamini, ila kwa asili ni watoto wa baba mmoja, mzee Ibrahim. Wakati ukiwa umesimama, je, unaweza kutembea pamoja nami? Sogea tu hapa tupate dua. Wakati unakuja kusogea tupate dua, na wale walioko nyumbani ambao huenda mnatusikiliza, na wale marafiki zangu wanaofuatilia kwa YouTube channel, hebu sikiliza wakati watu wa Mungu wanasogea hapa mbele. Sikiliza visa hivi viwili kwa ufupi sana.
alipokufa, alipofikisha miaka 175 mzee Ibrahimu. Mshike jirani yako uliyekuja naye, mtu yeyote uliyekuja naye, kama anajisikia kwa amani asibaki kwenye kiti. Wala ambao hawawezi kusimama, mwe na amani, mnaweza kuketi. Mungu awabariki sana. Ibrahim siku moja alifikisha miaka 175. Utaniuliza, mwalimu, umeyatoa wapi hayo maneno? Yameandikwa kwenye Mwanzo sura 25 aya 7. Alipofikisha miaka 175 Ibrahimu akazeeka, akawa mzee. Lakini ni mzee aliyeshiba siku, mwanaume aliyekuwa anamjua Mungu, akawa na afya njema. Biblia inasema hivi: basi Ibrahimu akafa, naye amejaa, ameshiba siku. Rafiki yangu, unaweza kutusomea kama umeipata, ili msikilizaji aamini hiki tunachosema? 25:7. Biblia inasema, hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahimu. Hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahimu. Ibrahimu alizoishi miaka 175. Ibrahimu akaishi miaka 175. Ibrahimu akafariki. Ibrahimu akafa, wapendwa. Naye akafa katika uzee mwema. Alikuwa ni mzee mwema, mzee sana, ameshiba siku. Tena mwanaume aliyejawa na imani, ameshiba siku. Akakusanyika kwa watu wake. Ukisikia neno akakusanyika, utajiuliza sasa aliyekufa anakusanyikaje? Tafsiri yake ni hii: akazikwa katikati ya ndugu zake. Israeli walipokaa miaka 430 ya utumwa katika nchi ya Misri, siku ya kuondoka kwenda Kanaani, walifukua mifupa ya Yakobo, ya Yusufu, wakaibeba wakaondoka nayo Kanaani. Walienda kuzika sehemu moja ili kutunza identity yao. Ibrahimu akafa. Yakobo alinunua miaka ya nyuma sana. Yakobo alinunua mji mmoja. Ibrahimu alinunua mji mmoja unaitwa, ulikuwa kaskazini, ulikuwa unaitwa mji wa Mamre. Ndio alikuwa mahame ya kuzikia. Wayahudi wote waliokufa walienda kuzika kwenye lile eneo, na lilinunuliwa special kwa ajili ya kuzika ukoo wao. Ibrahimu amekufa, akakusanyika na ndugu zake. Biblia inasemaje rafiki yangu? Katika aya 9 inasema, aya 9 inasema, Isaka na Ishmaeli wanae wakamzika. Hebu sikiliza hiki kitu. Isaka na Ismaili wanawe Ibrahimu wakafanya nini? Wakamzika. Hebu nikuulize swali. Hivi unakumbuka tangu Ismaili alipofukuzwa nyumbani kwao akiwa mdogo, hawajawahi kuonana na Isaka zaidi ya miaka 40 ya maisha yao. Ismaili aliishi jangwani, Isaka alikuwa nyumbani Kanaani. Lakini moyo wa Isaka, na ukumbuke Isaka na Ismaili, mkubwa kiumri ni Ismaili, kwa sababu Ismaili kampita Isaka miaka 13. Ila kiukubwa mbele za Mungu Isaka ni mkubwa. Hii ni kwa mjibu wa Qur'an sura ya 21 aya 27 na Biblia Mwanzo 17. Kimwili Ismaili ni kaka, kiroho Isaka ni kaka. Isaka ndiye ambaye alikuwa ameachiwa mamilioni na mabilioni ya mali za Ibrahimu. Na nataka niwaambie jioni hii, Isaka alikuwa na uwezo wa kumzika mzee Ibrahimu bila kumpa taarifa Ismaili. Lakini moyo wa Isaka akasema, no, baba amekufa, kaka yangu Ismaili lazima aletwe. Wakatumwa watumishi wa mzee Ibrahimu, wakasafiri kwenda jangwani, wakaenda Beersheba, wakafika Paran, mji alioishi Ismaili. Akaambiwa, taarifa, baba yako amefariki, tumetumwa na ndugu yako Isaka, amekusubiri mkamzike baba yenu. Angalia upendo usiokuwa wa kawaida. Ismaili akaletwa. Isaka alipomuona Ismaili kaka yake kwa mwili, mdogo wake kiroho, ndipo Ibrahimu akazikwa. Ukipata muda kasome ile fungu hadi mwisho. Unajua alichokifanya Isaka? Walipozika matanga ilipoisha,
Isaka akaleta mezani mali zote alizokabidhiwa na baba yake, na Isaka akawagawia watu kwa wema. Na mzee Ibrahimu alikuwa na watoto wa masuria na wote walipewa. Isaka akambebesha wingi wa mali Ismaili. Wameshazeeka sasa, wakapungiana mkono. Tukutane ndugu yangu siku Mungu akitujalia. Mzee Ismaili akarudi nyumbani kwake Paran. Isaka akabaki Kanaani hadi walipokufa. Walimzika baba yao, ijapo walitenganishwa na matatizo ya familia. Unajisikiaje unasafiri njiani, Muislamu ameugua, umeketi naye kwenye siti, unamwangalia ni shekhi kavaa balaghashia na kanzu, wewe Mkristo unasema ngoja afe peke yake, kwanza na dini yake na mtume wake na Mungu wake. Ni kweli kabisa na dini yake, lakini kwa asili usimwache nduguyo akafa. Muislamu, unajisikiaje Muislamu unasafiri, Mkristo kapata shida, imetokea ajali kwenye gari lake, unaenda kuchungulia unakuta kuna Biblia imeanguka, unasema kwanza aliyeanguka hapa ni kafiri, ngoja niachane naye. Ni kweli si wa dini yako, ila kwa asili ninyi ni ndugu, baba yenu ni Ibrahimu. Kesho sehemu ya kwanza na ya pili. Kuna siku moja watoto wa Ibrahimu walipotea nyumbani kwao. Mungu akaanza kutengeneza tumaini kwao. Jioni ya kesho, siku watoto wa Ibrahimu walipopotea kwao. Mungu wetu mtakatifu, mfalme wa mbinguni, asante kwa neema na baraka nyingi. Tupeleke nyumbani. Hatuwezi kuyaelewa haya maneno, lakini ipo siku utakapokuja, wale wote waliofanya mioyo yao kuwa wakawa na takwa katika mioyo yao, ile takwa ikawafanya kuwa kweli ni watu wa mtakini, watu wenye kumcha Mungu, huenda maneno haya yangekumbushwa katika maisha yao. Asante kutufanya kuwa ni ndugu, na kwa udugu huo katika nchi yetu ya Tanzania tumeishi miaka mingi kwa amani. Na kwa sababu sisi ni ndugu, ndivyo tutakavyoendelea kuishuhudia amani kwenye nchi yetu. Maana hakuna Muislamu atakaye mtendea hiana Mkristo. Hakuna Mkristo atakaye mtendea hiana Muislamu. Tupe ule moyo wa Isaka na Ismaili. Baba yao amekufa, lakini walimzika baba yao kwa sababu walipendana. Na sisi tufanye tupendane, ili siku moja tupate neema ya kuingia katika ufalme wako. Wapeleke nyumbani waja wako. Wabariki waliokuwa nafuatilia kwa YouTube channel ya Mwenge SDA Church. Wabariki waliokuwa majumbani mwao wakifuatilia mikutano hii. Sisi ni watoto wa baba mmoja. Kesho watoto walipopotea nyumbani kwao wakafukuzwa, nini kilitokea? Utupe neema, utupe kibali, tuje tena, ili kilele cha mikutano hii tumuone Mungu anayeokoa na jina lako likatukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Masihi aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, tunaomba na kuamini. Amen.